Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la leo takuwa ni nini maana ya kumpata Yesu. Hicho ndo kitu ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha siku ya leo. Nini maana ya kumpata Yesu, ama tafsiri halisi ya kumpata Yesu. Kwanza kabisa ifahamike kwamba kumpata Yesu sio kujua habari za Yesu, ama kuwa na Yesu sio kujua habari za Yesu, wala sio kuikubali dini fulani. Kumpata Yesu sio kuipata dini fulani. Zamani kipindi tunakuwa, kila mmoja alikuwa anadhani Yesu yupo kwenye dini yake. Kumpata Yesu ama kuwa na Yesu sio kuipata dini fulani, ama sio kujiunga kwenye dini fulani. Lakini iende mbali zaidi, kumpata Yesu sio kuigiza maadili ya Yesu. Ifahamike hivi, kuwa na Yesu sio kuigiza maisha ya Yesu. Kumpata Yesu haipaswi kuwa kama wazo, haipaswi kuwa kama falsafa fulani, bali kumpata Yesu ni kupata uhai katika roho. Jambo la pili, kumpata Yesu ni kupata nguvu katika roho. Jambo la tatu, kumpata Yesu ama kuwa na Yesu ni kuwekwa katika nafasi mpya ya kimahusiano na Mungu katika roho. Mtu akikwambia amempata Yesu, unaweza ukaassess vitu vitatu: uhai wake katika roho, nguvu zake katika roho, na nafasi yake ya kimahusiano kati ya yeye na Mungu katika roho. Hivyo basi, kumpata Yesu ni tukio la kimaumbile la ndani, si tukio la nje. Kuwakazania watu wampate Yesu sio kuwakazania watu wabadilishe aina fulani ya vitu vya nje. Na ndiyo maana nimeanza kwa kusema, wakati tunakuwa, kila mmoja alidhani Yesu yupo kwenye dini yake tu, kwa sababu ilidhaniwa kipindi ni wadogo, tulidhani kumpata Yesu ni kuipata dini fulani. Hata tuliposafiri sasa, safari za kimasomo, tukaingia kwenye makanisa mengine, tukakutana na kautaratibu kengine kakidini, tukadhani ndani humu hakuna Yesu, kwa sababu hakuna ule utaratibu wa kidini yetu, kwa sababu tulidhani kuwa na Yesu ni kuwa na dini fulani na kufuata utaratibu wa dini fulani ama dhehebu fulani. Hii kitu ndio iliyochochea vita ya dhehebu, vita ya kidhehebu. Kati ya dhehebu na dhehebu, wote wanamwabudu Kristo na wanaitana huyu muasi hawezi kwenda mbinguni kwa sababu sio wa dini yetu. Kuna mtu mmoja alishai tu kuniita mimi ni muasi kwa sababu tu nilikuwa EAGT. Akasema hawezi kuwa na Yesu. Sasa mimi ni mtoto jamani, mimi ni mtoto. EAGT imeanza mimi sijazaliwa. Anatokea mtu huko anasema ni muasi. Huyu amedhani kumpata Yesu ni kupata dini fulani. Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kumpata Yesu ni kupata uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Biblia haifundishi kwamba wanadamu wote ni wana wa Mungu. Biblia inafundisha ya kwamba waliompokea Yesu ndio wana wa Mungu. Wanadamu wote ni viumbe wa Mungu, lakini wana wa Mungu hupatikana kwa njia ya Kristo pekee. Hivyo maana halisi ya kumpata Yesu ni kufanyika mwana wa Mungu. Wagalatia 3:26 Biblia inasema, kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kabla ya mtu kumpata Yesu, mtu ana uwezo wa kuwa na uhai wa kibiolojia, lakini hana uhai na chanzo cha uhai wake. Anakuwa na uhai wa kibiolojia, lakini anakosa uhai wa kimahusiano na chanzo cha uhai wake. Hivyo kumpata Yesu ni kuwa na uhai wa kimahusiano na chanzo cha uhai wa kibiolojia. Na akisha kuwa hai katika mahusiano, anakuwa mwana kimahusiano. Hivyo haishi tena katika mifumo, ama haishi tena katika utumwa wa mifumo, bali anaishi katika ahadi za urithi wa familia ambayo amehuisha kuwa hai. Kumpata Yesu ni kupata majibu ya mambo magumu. Kabla ya Yesu kuja ulimwenguni, habari za Mungu
ama ukweli kwa habari ya Mungu lilikuwa ni swali gumu lisilo la kawaida ama lisiloweza kujibika. Lakini ujio wa Yesu haukuja tu kufanya mambo haya mengine ambayo tunayasema kila siku, lakini pia ulikuja kufunua majibu ya swali gumu la Mungu ni nani. Kwa sababu Yesu Kristo alijifunua kwa utukufu halisi wa Mungu. Yesu Kristo ni chanzo cha maarifa ya mbinguni. Yesu Kristo ni ufunguo wa siri za ufalme wa mbinguni. Hivyo kumpata Yesu ndani yako tunaweza tukatafsiri kama kupata majibu ya maswali magumu. That's why kwenye huduma yetu tunasema sisi tuna majibu, kwa sababu tumejihakikishia tuna Yesu, wana wa msalaba wa katikati. Tunaposema sisi tuna majibu, hatujaweka msingi kwenye elimu yoyote. Tunaposema sisi tuna majibu, tumeielewa tafsiri ya kumpata Yesu, kwa sababu tunajua kumpata Yesu ni kupata majibu ya maswali magumu. Kumpata Yesu sio mawazo. Kumpata Yesu sio falsafa za kidunia. Kumpata Yesu katika uhalisia wake ndani yako ni kuingia kwenye hatua ama kwenye anga la kuwa na majibu ya ulimwengu. Ndio maana anasema na ishara hizi zitafuatana na wote waaminio. Ukianza kuangalia ishara anazozisema, ndio maswali yasiyo na majibu ulimwenguni. Katika Luka sura ya 16 mstari wa 17 anasema ishara hizi zitaambatana na wote waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Mtu kuvamiwa na mapepo ni swali ama ni jambo lisilo na majibu kwenye ulimwengu huu. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata kupona. Yapo magonjwa ambayo ni maswali yasiyo na majibu kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo kumpata Yesu ni kuwa na majibu ya maswali magumu. Akiingia Kristo ndani ya mtu, giza la akili huondoka. Ndio maana kumpata Yesu ni kuwa na majibu. Anapopatikana Kristo, hapapatikani giza la kiufahamu. Nyumba inayomuhifadhi Kristo haina giza. Uzito wa ufahamu, giza la ndani ya ufahamu wa mtu ni ishara za kukosekana kwa Kristo. Ni ishara kwamba nyumba hiyo hapatikani Kristo. Alitabiri Simeoni nabii alipompokea, akasema nuru ya kuwa mwangaza wa ulimwengu. Mahali anapatikana Kristo hapapatikani na giza. Mtu aliyempata Kristo ndani yake ameunganishwa na chanzo cha uhai wake kimahusiano, ameunganishwa na chanzo cha mianga. Yesu ni nuru, ndiye chanzo cha nuru yote iliyopo ulimwenguni. Na ndiyo maana alipokata roho msalabani, giza lilitanda, kwa sababu chanzo cha nuru ni Yesu. Ile ilikuwa ni ishara kwamba nyie hamtegemei jua, mnanitegemea mimi. Tunamtegemea Kristo. Wakolosai 2 anasema ndani yake zilifichwa hazina zote za hekima. Kama Yesu anaishi ndani yetu, ambaye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 3 imeandikwa ndani yake zilifichwa hazina zote za hekima, majibu gani tutakosa? Sisi tuna majibu. Tuliompata Yesu, sisi tuna majibu. Maana nyingine ya kumpata Yesu, kumpata Yesu ni kupokea uwezo wa kusamehe. Sikiliza, ukiwa na Yesu ndani unapokea uwezo wa kusamehe. Msamaha wa Mkristo hauanzi na maamuzi ya kimaadili. Msamaha wa Mkristo kwenda kwa mtu yeyote yule unaanza na kazi ya msalaba. Msamaha si udhaifu wa kisaikolojia. Unapomsamehe mtu, wewe sio dhaifu kisaikolojia. Msamaha ni uwezo ambao mtu anapata akimpata Kristo Yesu ndani yake. Uwezo ambao upo juu ya mtu binafsi, upo juu ya ubinafsi wa kibinadamu. Mtu asiye na Yesu ndani amehifadhi chuki kama silaha ya kujilinda, lakini mtu mwenye Yesu Kristo ndani amemuhifadhi Kristo Yesu na haki yake na kisasi cha Mungu ndio maisha yake. Kama ambavyo Warumi sura ya 12 mstari wa 19 inasema msilipize kisasi, maana kisasi ni juu ya Mungu. Kumpata Yesu, tafsiri nyingine, ni kuacha dhambi. Yesu hakuja ili watu wapunguze dhambi, bali alikuja
kama ondoleo la dhambi. Na kuacha dhambi kunakozungumzwa hapa sio tu marekebisho ya kitabia, bali ni kubadilishwa asili ya dhambi. Kwa sababu dhambi sio matendo kwanza. Dhambi ni asili kwanza. Kama ukibadilishwa kiasili, ukampata Yesu, ukaondolewa asili ile ya dhambi, tayari mtu aliyeondolewa asili, aliyebadilishwa asili, lazima atabadilika na shauku. Kwa nini wewe umebadilishwa asili lakini shauku ni zile zile? Hujampata Yesu. Yaani kumpata Yesu fully, kweli kweli, ukiwa na Yesu ndani yako kweli kweli, utajikuta hata aina ya shauku zako zinabadilika. Yesu huishi ndani ya wale waliobadilishwa asili zao. Watu waliobadilishwa asili zao, automatically hata shauku zao zimebadilishwa. Uwezo wa mwanadamu kuacha dhambi unatokana na kumpata Yesu. Ndiyo tafsiri ya kumpata Yesu. Unatamani kitu gani? Inaongelea umempata Yesu. Kumpata Yesu, tafsiri nyingine ni kuushinda ulimwengu. Kuushinda ulimwengu. Ulimwengu ni mifumo ya dunia inayoinuliwa kutaka kuwa kinyume na Mungu. Wote tuliompata Yesu tuko juu ya hiyo mifumo. Hakikisha unajipima katika mambo hayo kama kweli umempata Yesu. Umebarikiwa sana.